Wengine wamekuwa wakiuliza kuhusiana na masuala ya rushwa, hususan kwenye eneo hilo la rushwa katika masuala ya upatikanaji wa hukumu. Labda awali kabisa tunaweza kusema tunafahamu masuala ya rushwa ni kinyume cha sheria. Lakini pia ipo mamlaka ambayo inashughulikia masuala haya ya rushwa, ambayo ni mamlaka ya kupambana na rushwa nchini kwetu. Kwa hiyo tunaendelea kutoa rai kwa wananchi. Tunafahamu pale unapokuwa unasikia au unakuwa unafahamu kuhusiana na masuala haya ya rushwa aidha kwenye jamii zetu, basi tuwasilishe kwenye mamlaka husika. Lakini pia tunaweza tukawasilisha pia polisi zile, hususan pale kwenye vituo ambavyo vipo karibu nasi, na masuala hayo yataripotiwa kwenye mamlaka husika. Lakini tunapozungumza masuala ya hukumu, tunafahamu ni kesi zinaposikilizwa na kufika mwisho, hukumu huwa zinatolewa na kwa haki kabisa ndani ya nchi yetu, na hata masuala ya rushwa yanazuiwa katika maeneo ya vyombo vya utoaji wa haki. Lakini pia mwananchi mwingine ameuliza kuhusiana na swala la ukamataji, kwamba inatokea mtu anakamatwa bila kuwepo na hati ya kukamatia na vielelezo na kadhalika. Sheria hii ya mwenendo wa makosa ya jinai imeweza kutoa mazingira tofauti hususan kwenye maeneo ya ukamataji. Tunafahamu yapo mazingira sheria inaruhusu kukamata bila hati ya kukamatia, hususan kwenye yale mazingira ya dharura. Mfano, polisi amekuona mtu anatenda kosa, hawezi kusema ngoja nimwache huyu mtuhumiwa aendelee kumalizia, mimi nikatafute hati ya kukamatia. Kwa hiyo yapo mazingira ambayo sheria imeweka mazingira wezeshi kwa vyombo hivi vya ukamataji kuweza kutekeleza jukumu lao. Kwa hiyo yapo mazingira sheria inaruhusu kukamata bila hati ya kukamatia, lakini pia yapo mazingira inahitaji uwepo wa hati ya kukamatia, hususan pale ambapo polisi wanajipanga, wanajua tunaelekea sehemu fulani. Kwa mazingira hayo sheria imeweka takwa la uwepo wa hati ya kukamatia. Ya carbon. Ndio. Wakati nasema kwamba tunafanya utafiti kuhusiana na mfumo wa biashara ya carbon ili tuje na mapendekezo sasa tutengeneze sheria ya kudhibiti au kuona hii biashara inafanyika hata mazingira bora ya kuzingatia sheria na kanuni. Ndio wamesema inafanyikaje. Hii biashara inafanyika ni hii ya sana mambo ya utunzaji wa mazingira. Kama huku kwetu tunaona sana watu wanapanda miti, wakija wanapewa kama bonus fulani kwa ajili ya kuboresha mazingira. Kama umeona kuna vikundi vya mazingira ni vingi. Hiyo ndio kwa kifupi inakuwa ni biashara ya carbon. Kwa hiyo kwa sasa ambazo taasisi gani zinasimamia hii sheria ni mamlaka ya serikali za mitaa, ofisi za wakurugenzi kupitia maafisa mazingira wanasimamia hii biashara ya carbon. Lakini pia kwa ngazi ya kitaifa kuna watu wa NEMKI, mamlaka ya mazingira. Wale ndio wanasimamia kwa sasa kwenye sheria ya mazingira hii biashara ya carbon. Kwa hiyo tunategemea baada ya muda mfupi tutakuja na hii sheria sasa ili watu waelewe sasa kwa undani nini inafanyikaje, lakini kwa sasa iko chini ya sheria ya mazingira. Ndio. Lakini pia nasisitiza pale kwa mwenzangu, tumeona watu wanalalamika kuhusu rushwa. Inaonekana rushwa imekuwa bado ni changamoto kwenye baadhi ya mambo kule. Tunawasisitiza unapopata changamoto kwenye masuala ya rushwa usisite kwenda kwenye vyombo husika, kwenye ofisi husika. Kuna ofisi za wakuu wa wilaya unaweza kwenda kutoa taarifa, lakini pia kuna chombo maalum ambao ni TAKUKURU. Wale nao wanapokea taarifa za malalamiko ya rushwa, wanayafanyia kazi. Lakini pia sheria zetu hazibagui kwamba kuna kundi fulani kimewekwa kwa ajili ya kuonewa kwenye rushwa. Watu wote ni sawa mbele ya sheria. Kwa hiyo tunamsisitiza mwenyekiti ambaye wa kijiji ametoka kupiga simu hapa kwamba makosa yote ya rushwa hayachagui kwamba huyu yuko kwenye rika fulani au huyu ana uwezo wa kifedha au huyu hana uwezo wa kifedha. Ndio. Jambo kubwa tu ni ushirikiano. Unaopeleka taarifa upeleke na ushahidi wa kutosha ili unapomtoa kizuizini hukumu itoke kwa mujibu wa haki na sheria za nchi.